الحمد لله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير. فسبحان الله الذي حكمته بالغة وعلمه غزير، ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قطمير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي هدانا بكتاب منير، ودعانا إلى الله بالإنذار والتبشير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما دامت الكواكب تسير. أما بعد، عباد الله رحمكم الله، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن للمتقين مفازا. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعدكم حميد Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumtakia rahma na amani kipenzi chake mtume wake Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Ndugu zangu katika Uislamu, ilikuwa wakati watu wapo katika giza. Kuna yule ambaye alikuwa akiabudu sanamu, na kuna yule ambaye ilikuwa yuabudu mawe. Kuna mwenye kuabudu jua na kuna mwenye kuabudu mwezi. Kuna wenye waliabudu miti. Yani watu walikuwa wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma mjumbe wake الرسول صلى الله عليه وسلم, akaitoa umma katika giza na kuonyesha mahala palipokuwa na mwangaza. Mpaka mwisho zimefika miaka 63 za umri wake, anaiaga dunia. الرسول صلى الله عليه وسلم akiwa na umri wa miaka 63 anaiaga dunia. Miaka 23 amewalingania watu kuwatoa katika giza kuwaingiza katika mwangaza. Pale wakati roho yake ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam yatoka, asema inna lilmauti la sakarat, hakika ya mauti yana uchungu.
tutarejea hapa. Leo tukiutizama umma, kuna ndugu hazungumzi na ndugu yake, kuna jirani ateta na jirani yake. Leo tukitizama umma, kuna mtoto hazungumzi na babake na mamake, kuna wazazi hawazungumzi na watoto wao. Swali linakuja, sababu nini? Sababu mpaka tutete, tukatane, tuchukiane, sababu nini? Tukitizama sababu kubwa dunia, hubu dunia. Unwani ya khutba yetu ya leo, tataka tuzungumzie alhaqiqa, ukweli. Na hakuna hakika au hakuna asiyejua isipokuwa kuna siku bila shak wala raib ataiaga hii dunia. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. na hatukuwajalia wanadamu wote walikuwa kabla yako kuishi milele. Utakapokufa wewe, utakapoiaga dunia wewe Muhammad, wataishi wao kweli? Hapa ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam yuiaga dunia akisema, inna lilmauti la sakarat, hakika ya mauti yana uchungu. Hadha habibullah, huyu ni kipenzi cha Allah. liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Allah amemsamehe madhambi yake yote yaliyopita na yanayokuja. Yeye asema mauti ni uchungu. Tasawwur kaif mimi na wewe ambaye mapenzi ya dunia yametusahaulisha Allah, na pale tulipomsahau Allah ndo tukaja kuchukiana, ndo tukaja kukatana, ndo umoja tukauvunja. Kuna haki aina mbili, kuna huququllah na kuna huququl ibad. Haki za Allah ikiwa katika kumwabudu, ikiwa katika sala, zaka, saum, hajj na mengine yote yenye kuhusiana baina yako na Allah. Kisha kuna huququl ibad, haki ambazo zinahusiana baina yako wewe na waja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi huququl ibad haziwezi zikashikwa vizuri isipokuwa pale atakapokuwa Allah mbele. Sasa ni mambo gani ambayo kwamba yatatupelekea sisi tuweze kuzidhibiti hizi haki za wenzetu? Ni pale tutakapokumbuka mara kwa mara kuwa yati yaumun, itakuja siku na mimi nitatoka katika dunia. Kwa hivyo nifanye nini? Nawajibika nimwabudu Allah, na nawajibika nifuate maamrisho yake Allah. Tuizungumzie hii haki, hii ukweli ambao ni sakaratul maut. Ndugu zangu katika imani, leo hii ukiitizama hii dunia, na ndio jambo ambalo kwamba limetufanya sisi tukawa ni wenye kumsahau Allah subhanahu wa ta'ala.
Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam yatukumbusha tuikate, akituambia akthiru dhikra hadimil ladhat, kithirisheni katika kukumbuka ile inayokata ladha. Nini? Kumbuka mwanadamu, ipo siku ambayo utaiaga hii dunia na utarudi kwa Allah na utaulizwa jinsi ulivyoitumia dunia yako na wakati wako hapa. Hasan al-Basri rahimahullah asema, i'lam, jua ya kuwa anta innama anta al-ayyam, wewe ndo masiku. Fa idha dhahaba al-yawm dhahab ba'd, ikienda siku moja katika maisha yako, basi jua sehemu katika kati yako wewe imepungua. Kama ilikuwa umejaliwa kuishi miaka 60, mmoja umeisha, zimebaki 59. Wasokuwa sisi walifahamu, ya'lamuna dhahira min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Wao wanajua maisha ya dunia, utamu wa dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, wamesahau ya kuwa kuna akhira, wameghafilika na akhira. Tukitizama maisha ya masahaba, wao walikuwa wakikumbuka akhira na wakimkumbuka Allah zaidi, ikawapatia nguvu ya kuishi na kumwabudu Allah hapa duniani. Mimi hujiuliza, Bilal radhiyallahu anhu alikuwa nani kabla ya Uislamu? An Abyssinian slave. Uislamu umeletwa kwake na ameukubali. Baada ya kukubali Uislamu, anawekewa jiwe juu ya kifua chake. Bilal radhiyallahu anhu, after accepting Islam, he's been dragged in the hot sands of Makkah. A rock been placed on his chest. But the words that come out from his mouth, Ahadun Ahad, only one Allah. What made Bilal radhiyallahu anhu to bear all this pain is that he believed that one day I will definitely meet Allah. Ammar bin Yasir, his mother been killed in front of him. Yasir, Ammar's father, been killed in front of Ammar. What made him to remain steadfast? What made Sumayya, Ammar, Yasir, Abu Ammar to remain fast with Islam is that they believe, when I leave this world, I will definitely meet Allah and I will definitely be rewarded by Allah. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم says to Al Yasir, the family of Yasir, have patience, because in return you will have Jannah. It was in the 8th year after Hijrah. Remember, the Muslims are in a treaty with the people of Mecca. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam now sends messages around the world. He sends a messenger to Rome. In the way, in Sham, Shurahbil,
one of the leaders of the Roman Empire kills the messenger of Allah, kills the messenger sent by Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam sends a group of men, 3,000 men, going to face the Roman Empire, superpower of their time. When they reach there, wanakutana na kuwa jeshi ambalo kwamba wanakabiliana nalo ina watu 200,000. Watu 200,000, watu 3,000 kupambana na watu 200,000. It does not make sense. Hapo wanafika wanajadiliana masahaba. Abdullah bin Rawaha awaambia masahaba, kuna baadhi alisema turudi tukamweleze ar-Rasul, awaambia dunia ni yao, yetu sisi ni akhira, tupambane na wao. Ili kwa vita vya Muta, na baadhi ya wanahistoria wanasema ilitokea katika mwezi huu ambao kwamba tuko ndani yake, ambao ni Jumadul Ula, mwezi wa 5 ndani ya kalenda ya Kiislamu. Wanaingia kupambana. Ar-Rasul appoint Zaid bin Harith kuwa ndo kiongozi. Akasema when Zaid bin Harith is martyred, Ja'far bin Abdul Muttalib will take the raya. If Ja'far is martyred, then Abdullah ibn Rawaha will take the flag. Anawawa Zaid, anawawa Ja'far bin Abdul Muttalib, anakuja Abdullah bin Rawaha naye pia anawawa. Waislamu wanakuja baadaye kujadiliana, wakaamua Khalid bin Walid awe ndo kiongozi. Akaingia na akabadilisha strategy ya vita, na wakaeza kutia roho katika nyoyo za wale watu wa Roma. Akarudi nao mpaka wakarudi Madina. Sehemu ninaotaka mimi, hawa wameweza vipi kusimama na kupambana na watu 200,000? Walikuwa wanajua ya kuwa sisi tukishaiaga hii dunia tunaenda kukutana na Allah. Mimi na wewe leo, sababu ambayo kwamba ikatupelekea sisi ibada zetu ni za holela, sababu ikatupelekea sisi ikawa tunakatana, sababu ikatupelekea sisi tukachukiana, ni hapa kuwa tumesahau sisi tunamilikiwa na Allah, na Allah ndiye anayetuamrisha tuishi vipi. Sasa fahamu ewe mwanadamu ya kuwa ipo siku utarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipo siku utarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umejitayarisha vipi? الرسول صلى الله عليه وسلم يمتم معاذ بن جبل يمن. معاذ كجو ya kipando, الرسول yatembea, yomwaga Muadh akimwambia, ya Muadh, asa an la talqani ba'da ami hadha. There is a great possibility that you won't find me after this year. When you come back to Medina, you won't find me. لعلك تمر بمسجدي وبقبري. Perhaps you may find my masjid and you will find my grave. Muadh radiyallahu anhu yualia. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam yamtuliza Muadh, yamwambia usilie, inna awla an-nasi bi, hakika ya watu wa karibu sana na mimi siku ya kiyama
almuttaqun haithu kanu aina kanu, watu watakaokuwa karibu na mimi ni hawa wacha Mungu popote walipo. Akampatia nasaha yasema yassiru wala tuassiru wabashiru wala tunaffiru, wafanyieni watu, wasahilishieni watu na msiwafanyie mambo yakawa magumu na mazito, wapatieni bishara na msiwavunje nyoyo. Na sehemu ninayopataka mimi, الرسول amwambia Muadh, iyyaka wat-tana'um fa inna ibadallahi laysu bilmutana'imin. Stay away from the luxury life of this world, for verily the slaves of Allah have nothing to do with this world. Stay away with the luxury life of this world, for verily the slaves of Allah have nothing to do with this world. Hatusemi watu wasiishi katika manyumba mazuri, wapeleke gari nzuri, lakini chunga ewe mwanadamu isije dunia ikaingia katika moyo. Tufanyeje? Kumbuka ya kuwa utaiaga. Kumbuka ya kuwa ipo siku utaiaga hii dunia. Wanasema you cannot take two birds and tie them together, or if you take two birds and tie them together, they won't be able to fly even though they now have four wings. Uchukue ndege wawili uwafunge pamoja, hawawezi kupeperuka, na sasa wana mbawa nne. Similarly, you cannot take dunya and akhirah and combine it together. Either choose the world, but if you do so, remember the akhirah will go away from you. Or choose the akhirah, and if you do so, dunya will come running behind you. Pale mwanadamu huyu amepelekwa katika kaburi lake, nikana kwamba inanadiwa akiambiwa, ya ibn Adam kharajta min at-turab wa udta ila at-turab, ewe mwanadamu, wewe mwanzo wako ulitoka hapa kwenye mchanga, leo hii umerudi hapa hapa kwenye mchanga. Lakini kharajta bila dhanbin, wewe ulipotoka katika mchanga huu ulikuwa huna dhambi. Wa udta wa kulluka dhunub, lakini leo vipi umerudi na wewe mzima madhambi? Tumetoka katika mchanga hatuna dhambi, kaifa warudi katika mchanga unatiwa ndani ya mwanandani umejaa madhambi? Sababu kubwa Waislamu kuwa leo hii kuwa tunafanya madhambi, kuwa leo hii tuna maasi Allah, ni hapa tuliposahau kuwa kumbe kuna siku na sisi pia tutaondoka. Kumbe kuna siku na sisi pia dunia hii tutaiacha. Sasa wewe umejitayarisha vipi kwa ajili ya siku kama hii? Mimi na wewe tumejitayarishia vipi akhira yetu? Innal habiba min al-ahbabi mukhallas, hakika ya kipenzi atavutwa, atachukuliwa hivi, snatched away from wale wanaompenda. Umekaa na watu wako, mara ghafla
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. Pale roho imefika katika shingo, watu wanasema nani tabibu atakayemtibu huyu asiage, asife, asiondoke? وظن أنه الفراق, lakini huyu yeye na hakika ya kuwa sasa ushafika muda mimi naondoka, ushafika muda na mimi naondoka. Innal habiba min al-ahbab mukhallas la yamna'u al-maut bawwab wala haras. Hamna security guard yoyote atakayeweza kumzuia malakul maut asifike. Ashhadu. Wiki iliyopita tumezika mtoto mdogo miaka 4. Wiki hii tunazika mtu mzee miaka 70. Na siku nenda siku rudi tulikuwa tukisema mimi nitatubu nikishafika uzeeni. Anakufa mtoto. Lakini mimi nina magari, nikishikwa na maradhi mimi mara moja tu India. Firaun pamoja na mali yake yote amekufa wapi? Katika bahari. Al-Sheikh Al-Allama Abu Al-Hasan An-Nadawi aandika katika kitabu chake, mata Firaun ba'idun an arshi. Firaun amekufa mbali na arshi yake, ba'idun an sultanihi, mbali na uongozi wake. Hakukuwa na tabibu wa kumwokoa, hakukuwa na rafiki wa kuwa naye, wala jicho la kama litatoa machozi kwa sababu wamekufa. Kam taraku min jannatin wa uyun, ni mashamba mangapi yenye mito ndani yake wameacha. Tuone tabia, ukifika pale katika kaburi hebu watizame, pana milionea, pana bilionea, pana maskini. Wameacha mali ngapi katika dunia hii? Kumbe na mimi na wewe pia tukishaenda mbio kuitengeneza dunia tukamsahau Allah, kumbe kuna siku na sisi pia tutakuwa pale katika mchanga. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, ndugu zangu katika imani, sasa haya mambo yote ambayo kwamba tutayaona leo, umoja hatuna, waislamu tumekatana, wazazi na watoto hawazungumzishani, majirani wanachukiana, hii yote hii inaletwa na pale tuliposahau kuwa sisi ni waja wa Allah, na kusahau ya kuwa kumbe kuna siku na mimi nitaiaga hii dunia, nitarudi kule kwa Allah na nitakuja kuulizwa mimi na Allah yote ambayo kwamba nilikuwa nikiyafanya hapa duniani. Nitakuja kuulizwa yote ambayo kwamba nilikuwa nikiyafanya hapa duniani. Kama wewe waishi leo na utakuja kuiaga, fakaifa tafrahu bidunya, wewe furahi vipi na dunia? Wewe furahi vipi na dunia? Wazinatiha. Na wewe ni mtu aina gani? Man yuaddu lafdhu wan nafs, ni mtu ambaye
man yu'addu alayhi al-lafdh wan-nafas, lafdhi yako unaozungumza, matamshi yanayotoka katika mdomo wako yote yanahesabiwa. Nafsi, pumzi ambazo unavuta zote zinahesabiwa. Ikiwa unapumzi 100, ushapumua 99, moja imebaki, unaiaga dunia. Fa kaifa tafrahu bid-dunya wa zinatiha? Kwa hiyo tukitaka tuweze kufaidi hapa duniani, tuweze kuishi vizuri hapa duniani, na kesho mbele ya Allah tuweze kufaulu, basi tukithirishe daiman abadan, tukumbushane ya kuwa na mimi pia nitakuja kuiaga dunia hii na nitakuja kusimama mbele ya Allah. Kwa hiyo nijitahidi, nijitengenezee akhira yangu, na nisijaribu akhira yangu kwa sababu ya siku 2 au siku 1 ya dunia. Kisha niwahusie na kujihusia nafsi yangu kumsalia ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن أبي طالب، ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين، وأن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر جيوش المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله. الصلاة.